maombi ya ushindi, maombi ya kuvuka. Haleluya. Katika zamu hii hakuna kitakachosalia tena. Hakuna jiwe litasalia juu ya jiwe. Hakuna kipingamizi na kizuizi chochote ambacho kitazuia tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zamu hii. Ni zamu ya 4 kama tulivyosema, na baba mchungaji Tumaini Tarimo anatuongoza katika zamu hii ya maombi. Ameanza siku ya jana Jumapili kama tulivyomtambulisha na kumkaribisha kwenu. Wangapi wameweza kuhudhuria asubuhi morning glory? Hai, ni wachache. Hebu tujitahidi na tuendelee kuwakumbusha wengine kwamba maombi yanaendelea, na tunaendelea kwenye zamu yetu ya 4, na tuko na mchungaji ambaye anatuongoza. Tuko hapa asubuhi, tuko hapa jioni mpaka kieleweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na somo ambalo Mungu ameweka ndani yake ambalo tumelisikia tena jioni ya leo ni somo la muhimu sana. Habari ya nguvu ya maombi, habari ya kuweka matamko katika maombi, habari ya kuweka maagano katika maombi. Nimebarikiwa sana. Sijui wewe kama umesikia vizuri na kupokea ujumbe huo. Mara nyingine wakati mwingine waombaji tunashindwa kuweka matamko katika maombi na kuweka maagano, ama tunayaweka kwa unyonge, kwa udhaifu hivi. Lakini tungefahamu wenzetu wa upande wa pili jinsi wanavyotumia matamko na kuweka maagano kinyume chetu, tungesimama kwenye nafasi yetu kama wana maombi. Maana matamko yetu sisi katika maombi, maagano yetu katika maombi yana nguvu zaidi ya wale wenzetu ambao wako upande wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kuwapongeza wale wanaoendelea kuomba, kuweka matamko na kuomba kwa bidii na kufunga. Siku na wale ambao bado tunaendelea kufunga siku 40. Leo ni siku ngapi? Leo ni siku ya 25 kama mahesabu yangu yanaenda vizuri. Ni siku ya 25 katika maombi yetu. Siku ya 25 bado siku 14 katika maombi. Hebu tuendelee kuomba, tuendelee kufunga. Iko nguvu kubwa sana katika maombi ya kufunga. Mchungaji ataendelea kutufundisha hata wenzetu wa upande wa pili wa giza nao wanafungaga. Mnafahamu hilo? Wanafungaga. Sio? Tulisikia ushuhuda wale mtumishi mmoja alitueleza habari ya yule mtu ambaye alikuwa anatumika kwenye ulimwengu wa giza, akakaa naye kwenye ndege wakati wanasafiri. Yeye akaendelea kula vitu kwenye ndege, anapewa vitu vidogo vidogo. Wale wanaosafiri kwenye ndege wanafahamu, wanapewa vitu vidogo vidogo kwenye ndege wanakula. Akakaa na jirani yake pale kwenye ndege, yeye akawa apokee chochote, hali chochote. Akasema ngoja nimuulize, nijue labda ni mlokole mwenzangu, labda amefunga, nimuulize. Alipomuuliza kwamba kwa nini wewe hauli? Sisi tumeanza safari kutoka huko tulikotoka, tunapewa vitu, maji, soda, juisi, sio vitu gani tunakula, wewe mbona huli? Yule ndugu akamwambia mimi nimefunga. Yule mpendwa akafikiri ni mlokole mwenzake, akampongeza, akamwambia hongera sana, kumbe umefunga. Akamwambia wewe ni wa kanisa gani, labda ili nijue, pengine wewe ni Mkristo mwenzangu, ni wa kanisa gani? Akamwambia mimi sio wa kanisani wala sina dhehebu, mimi ni devil worshipper, nimefunga. Unaelewa kitu tunachokwambia? Amefunga, devil worshipper, mtu anayemwabudu shetani, amefunga. Alafu mlokole yuko kwenye ndege, yeye anabugia vitu kuanzia safari inaanza mpaka wanataka kutua, anakula vitu, anakunywa juisi, anakula keki. Lakini mwenzake wa upande wa pili anamwabudu shetani, amefunga. Sijui kama unaelewa jinsi ambavyo sisi tukifunga tunaweza kuwa na nguvu ya kuwashinda hata wenzetu ambao wako upande wa pili. Nataka nikutie moyo ambao umeendelea kufunga mpaka siku ya leo ya 25. Iko nguvu. Tunapofunga kuna mambo tunayaathiri upande wa pili. Kuna jinsi adui anapata hasara kubwa, japokuwa upinzani umeendelea kuwa mkubwa kadiri tunavyoendelea kuomba na kufunga, lakini uhakika wa kushinda tunao. Maana neno la Mungu linasema tutashinda zaidi ya kushinda katika yeye anayefanyaje? Anayetutia nguvu. Kwa nataka nikutie moyo mpendwa rafiki yangu, endelea kuomba, endelea kufunga, na baba mchungaji yuko tena mahali hapa anatufundisha nguvu ya maombi na kuweka matamko. Endelea kusikiliza somo hili na kulifuatilia kwa makini sana, na endelea kuomba kwa bidii, usikate tamaa. Unaweza ukakata tamaa ukasema mbona nimeomba sana, tunakaribia kumaliza siku 40, mbona sione kama kuna matokeo? Nataka nikwambie yako matokeo. Hata kama shetani ataendelea kuleta vita dakika hizi za mwishoni tunapomalizia, lakini amini kwamba yako matokeo. Maombi haya tunaomba, nilisema kwamba hatutabaki tena kama jinsi tulivyokuwa. Yako mabadiliko makubwa yanatokea hapa kwetu kwenye usharika, yako mabadiliko makubwa ambayo yanatokea kwenye familia zetu. Hatutabaki tena kama jinsi tulivyokuwa. Haleluya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanaongeza nguvu katika maombi? Hawatakata tamaa, wataendelea kuomba zaidi na kuendelea kufunga. Mungu akusaidie na uendelee kufanya hivyo katika jina la Yesu. Nimshukuru tena baba mchungaji
kwa zamu hii kwa jinsi ambavyo ameendelea kuishikilia, na jioni hii ameongozana na mtumishi wa Mungu ambaye tumemuona na ametuongoza kwenye maombi. Ni rafiki yangu pia Ayubu kutoka kule Marangu kama sijasahau. Ninafurahi sana kwa sababu ninafahamu nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yake na jinsi ambavyo shetani anaenda kupata hasara kubwa sana kwa timu hii kubwa ambayo inaendelea kuongezeka mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Ayubu mwinjilisti ambaye tutaendelea kuwa naye katika ibada zetu za masifu ya asubuhi na jioni akiwa pamoja na mchungaji wetu. Basi Mungu awabariki sana ninyi wote ambao mmefika tena. Karibuni tena siku ya kesho asubuhi. Nataka nisitize tena swala la kuwahi. Tunachelewa, tujitahidi tuwahi. Jitahidi tuwahi. Tulisema jioni tunaanza saa 12:30 mpaka saa 1:30. Na asubuhi ni saa 12:30, saa 11:30 mpaka saa 12:30. Kwa hiyo tujitahidi. Hebu jitahidi hizi siku chache zilizobaki, hebu jitahidi. Pengine huku tunakwenda kama tutabadilisha muda wa kuja hapa, lakini hizi siku ambazo tumekubaliana, yani ni zaidi ya maombi, yani ni pamoja na seminar. Ninyi wenyewe ni mashahidi jinsi ambavyo umeendelea kupokea package. Sasa kadiri tutakavyowahi ndivyo package yetu itakuwa kubwa. Lakini tukichelewa kama hivi, package yetu itapungua. Kwa hiyo jitahidi wahi, na mimi nataka nimuombe mchungaji na watumishi, tukishafika watu 2 watatu, yeye aanze. Hao wanaofika kwa kuwahi ndio Mungu anataka kuanza nao, na anataka nafahamu habari ile ya watu walikuwa wanachelewa kuingia kwenye birika. Sasa usichelewe. Ukichelewa utakuta wenzako wameshapokea kitu ambacho hutaweza kukisikia tena. Sasa shetani asikupiga hiyo chenga. Tumekubaliana, tumepatana, na maombi ni mapatano. Baba mchungaji atawaambia anavyoendelea. Maombi ni mapatano. Tukiweka mapatano na tukikubaliana katika mapatano, ndipo tutaona nguvu ya maombi. Lakini tusipokuja kwa mapatano, tusipotekeleza mapatano ambayo tunakubaliana, shetani atakuwa anataka kutufunga goli, lakini hata tuweza na hatafanikiwa katika jina la Yesu.